Siku ya leo nazungumzia makundi ya nyota zetu. Napenda uyafahamu makundi yetu ya nyota na maana zake vile vile, ili uweze kujua nyota yako na kutofautisha au kuoanisha na nyota zingine. Pia itakufanya ujue faida ya kujua nyota yako pamoja na siku zake nzuri. Ikiwezekana ujue na aina ya asili ya nyota yako ili uweze kujua unafanyaje nyota yako au uko kwenye nyota yenye asili gani. Unapofuatilia nyota zetu utajua kwamba nyota yako inaendana na nani na endani na nani kinyota, na vile vile kuna baadhi ya asili za nyota haziendani, zinapingana, na kuna baadhi ya nyota ambazo zinaoana au zinaendana. Na kuomba utege sikio ili uweze kujua wewe nyota yako ni nyota gani na ni siku gani nzuri kwako. Ikiwa wewe ni nyota ya punda, siku yako nzuri ni siku ya Jumanne na asili ya nyota yako ni moto. Kama wewe nyota yako ni ng'ombe, siku yako nzuri ni siku ya Ijumaa na asili ya nyota yako ni udongo. Ikiwa wewe nyota yako ni mapacha, siku yako nzuri itumie siku ya Jumatano, na ukae ukijua kwamba asili ya nyota yako hiyo ya mapacha ni upepo. Nadhani ukifuatilia mada zetu nyingi utajua asili ya upepo ina sifa gani inapokutana na upepo mwenzake, au inapokutana na udongo, au inapokutana na maji, nini huwa kinatokea. Ikiwa wewe nyota yako ni ya kaa, siku yako nzuri ni Jumatatu na asili ya nyota yako ni maji. Na ikiwa wewe nyota yako ni Simba, siku ya Jumapili ndio siku yako nzuri na asili ya nyota yako ni moto. Nyota ya mashuke, siku yake nzuri ni siku ya Jumatano na asili ya nyota yake ni udongo. Nyota ya nge, siku yako nzuri ni siku ya Jumanne, asili ya nyota yako ni maji. Na nyota ya mshale, siku yako nzuri utatumia siku ya Alhamisi na asili ya nyota yako ni asili ya moto. Wale wa nyota ya mbuzi, siku yao nzuri ni siku ya Jumamosi. Na siku ya Jumamosi asili ya nyota yao ni udongo. Wale nyota ya ndoo pia siku yao nzuri ni Jumamosi, kama ilivyo siku ya mbuzi, asili yao wao ni upepo. Na nyota ya samaki siku yao nzuri ni siku ya Alhamisi, asili yao ni asili ya maji. Tunapozungumzia asili hizi huwa zina nguvu 4. Kuna asili za nguvu ya mashariki, asili ya nguvu za kaskazini, asili ya nguvu za magharibi na asili ya nguvu za kusini. Kama nilivyosema kwamba kuna asili za nyota ambazo zikigongana kunakuwa na matatizo, na zingine zikigongana kunakuwa na neema au mafanikio. Kwa mfano, nyota ya moto inapoishi kimapenzi au kindoa na nyota ya moto, watu hao wanakuwa ni watu ambao wanapata misukosuko, magomvi ya hapa na pale, maelewano yanakuwa madogo na wanapata matukio mbalimbali katika maisha yao, na huwa wana tabia za kuachana na kurudiana au kuachana moja kwa moja. Hawa nyota ya udongo wanapokutana na nyota ya udongo, hawa ni watu ambao wao wanaendana. Na kama wanaendana, watu hao wakianza mahusiano mara nyingi wanaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yao. Na kumbuka, katika hizi nguvu za kinyota zinazoendana na zisizoendana, kuna baadhi ya nyota ambazo zina nguvu kubwa sana, zikikutana zinapata mafanikio makubwa kwa muda mfupi. Na kuna nyota ambazo hazina nguvu lakini zinaendana, wakikutana na mtu mwenye nyota yenye nguvu, nyota hiyo unyanyuliwa na kuweza kupata mafanikio. Kwa hiyo unapofuatilia elimu ya nyota utajua unapaswa uishi na nani, uolewe na nani na usiolewe na nani katika mzunguko wa nyota, ili usiweze kupoteza muda wako, kwa sababu kuna baadhi ya ndoa zinafungwa hata miezi 3 haijaisha watu wanaachana. Wiki hazijafika watu wanaachana, mwaka hujafika watu wanaachana, na wametumia gharama kubwa kwa kutokujua nyota zao. Kwa hiyo unapaswa, kabla hujapata mchumba au ukishapata mchumba, uweze kuulizia nyota yake kama inaendana na nyota yako, ili uweze kufuata taratibu zinazostahili za kuweza kufunga ndoa au kuishi pamoja au kuanza biashara pamoja. Kwa hiyo nyota hizi mara nyingi zinaweza kuwa zinaendana, zinakuwa na nguvu kubwa sana ya kuvuta neema, kuvuta riziki, maelewano
Umeona, ni nyota ambazo zikiwa pamoja zinajenga mambo yanajengeka, si nyota ambazo zina karaa kubwa ya kuachana na kurudiana. Kwa hiyo utafuatilia vipindi vyetu vya nyota ili uweze kujua elimu hii itakusaidia vipi katika kuchagua mchumba kwa wale ambao wanatarajia kuoa. Na wale ambao tayari wako kwenye ndoa pia tunawashauri waweze kujua kama wanaendana na wenzi wao, ili wajue nini kinawasibu au nini ambacho kinaweza kisiwasibu kwa kuendana kwa nyota zao. Mimi si mwingine, ni Mnajim Kulthum.